Wewe, kuna kitu unatafuta au kuna mtu unamtafuta? Hapana, hakuna mtu yote ambaye namtafuta. Wala sijapoteza kitu chochote. Mbona kama ulikuwa unanifuatilia? Kukufuatilia? Hapana, nawezaje kukufuatilia wakati sikufahamu? Alafu mbona kama nakujua? Hapana, mimi sikufahamu wewe. Sijawahi kukuona popote. Kweli hujawahi kuniona sehemu yoyote? Ndio. Sasa nisikilize. Hakikisha hicho kitu unachokitafuta isiwe mimi. Sawa? Sawa. Afutika hapa. Kiti. Mambo. Poa. Kichinjile. Na leo nimekuona uko na mwanamke mwingine. Vipi? Naye ni nani? Mwanamke mwingine? Uona maana gani kusema hivyo? Mimi nimekuona tu na mwanamke mwingine ulikuwa unaongea naye. Hata hivyo sikutaka tu kuingilia mazungumzo yenu kwa sababu nilidhani ni rafiki yako. Ila kabla ya mimi kuondoka, niliona umembusu. Ndio maana mimi nimekuuliza kwa sababu najua mwanamke wako ni Tami. Kwa hiyo huyo mwanamke mwingine ni nani? Jeni, nisichokipenda kwako ni kitu kimoja tu. Tatizo lako unapenda kuuliza maswali ambayo hayana majibu. Alafu ina maana mtu yote ambaye nitakuwa nimesimama naye lazima nije nikwambie huyu ni nani na huyu ni nani. Isitoshe mpenzi wangu unamjua kwamba mimi mpenzi wangu ni Tami. Na maswali kama hayo inabidi aniulize Tami kwamba bwana umesimama na nani na unafanya nini? Unaniuliza kama nani? Kichinjile, mimi sijakuuliza kwa nia mbaya. Nimekuuliza tu kwa sababu nilihitaji kujua na nilishangaa sikutarajia kuona hivyo. Hata hivyo, Kichi, vipi kuhusu lile ombi langu nililokuambia? Ombi lako? Ombi gani tena? Kichinjile bwana. Si lile ombi la mimi na wewe tuendelee kuwa na mahusiano kama zamani. Ndiye ni bwana. Tatizo lako uko nyuma sana ya muda. Usichokijua ni kwamba vijana wengi wa sasa huwa hawafocus katika mapenzi. Wanafocus katika maisha. Isitoshe kama mimi hapa nilivyo, mimi nawaza kuhusu kodi, nawaza kuhusu kuvaa, nawaza kuhusu kula na vitu kadha wakaza kwenye maendeleo ya maisha yangu. Kwa hiyo unapokuja unaanza kuniambia habari za mapenzi unakuwa unanichanganya, unajua. Mimi na focus na vitu vingi, mimi nadaiwa kodi, wewe unaelewa, unajua. Sina muda wa kufocus na mapenzi mimi mwenzako. Alafu isitoshe Jeni, wewe una hela. Yaani hauna sasampa. Kwa mimi siwezi nikapoteza nguvu nyingi sana kwa sababu nimekaa nikachunguza nikajua kwamba mara nyingi nimekuwa nikipoteza sana nguvu. Yaani ujuzi wangu mara nyingi nimekuwa nikupoteza kwako afu sifaidiki na chochote kile. Kwa hiyo nimeamua kufocus na maisha yangu mzee. Kichi, mimi simaanishi kwamba mimi nataka kutumia nguvu zako tu. Namaanisha kwamba mimi nataka kuwa mwanamke wako kabisa halali wa ndoa, tujenge familia, tuwe mke na mume kabisa. Jeni, hivi ukiniangalia kutoka juu mpaka chini, ninaweza nikawa baba kwa sasa au nikawa mume wa mtu? Yaani kwa sasa na mimi niitwa baba fulani, nipo katika ndoa, nioe. Nisikize nikwambie kitu kimoja Jeni. Mimi sina mpango wote wa kuoa kwa sasa. Sasa hivi mimi na focus na maisha yangu. Nipo straight na maisha yangu. Kwa hayo mawazo yako ambayo unawaza ni mawazo ambayo hayana majibu. Yaani huko nyuma ya muda. Kwa sasa vijana wengi wana focus mbele. Yaani mbele kwa mbele. Na kitu kingine Jeni, nikitaka kuoa siwezi nikakuoa wewe. Lazima niwe mwanamke mwenye kipato ambaye analizisha nikitaka hiki napata, nikitaka hiki napata. Nikitaka madambu zinadambua, nikitaka madusko napata. Siwezi nikakuoa mtu kama wewe Jeni. Kichinjile. Hivi ndio yule Kichinjile wa zamani ambaye mimi namjua tokea zamani kabisa. Mbona umebadilika sana? Na hutaki kabisa kumuelewa Jenita wako. Umepatwa na nini wewe? Nisikilize Jeni. Naona wazee juu kunipotezea muda afu isitoshe kuna vitu vingi inabidi nifanye kwa muda huu. Kwa hiyo see you next time. Kichi. Hebu niache bwana. Are you mad? Kichi.
Wewe vipi? Umekipata ambacho nilikuwa nimekuagiza? Ndio dada, nimekipata. Japokuwa nimekipata kwa ugumu sana. Kwani mimi nimekuuliza kuhusu hayo mambo umekipataje? Mbona jijibisha maswali ambayo hata sijakuuliza? Mimi nimekuuliza umekipata ambacho nimekuagiza, ulitakiwa kujibu ndio nimekipata basi, au mambo mengine mimi sijakuuliza. Na mbona umechelewa kiasi hiko? Au mwenzetu ulipata na majukumu mengine huko kaanza kufanya, si ndio? Dada, kiukweli pale dukani uliponiagiza palikuwa pana foleni kubwa sana. Kwa hiyo ikabidi nikae pale nisubirie foleni ipungue. Na hata hivyo nimewahi tu kwa sababu nimefanya kuchiti. Na ndio maana nimevipata vitu kwa haraka na nimerudi. Yaani wewe binti wewe, unaniona mimi kama sina akili vizuri, si ndio? Hebu naomba unisikilize kwanza kwa makini. Hivi wewe ni kitu gani ambacho labda naweza nikakutuma siku moja ukakifanya tu kwa uharaka mpaka mwenyewe nikalizika? Maana kila sehemu ambayo nakutuma wewe ni lazima uende ukajiongezee na lisali zima la kupumzika huko. Sijui wewe una kazi gani mwenzangu, au kuna kazi nyingine huko barabarani wewe unaifanya? Wewe ni dalali, labda unafanya kazi huko barabarani ya udalali. Tuambie mwenzetu tujue. Lakini dada, lakini nini? Wewe hujamuelewa alichokiongea huyu? Au huaga unapenda wewe anarudia mara mbili? Alafu Janeti, hivi unawezaje kuishi na dada kazi? Haiwezekani, kibosi anaongea na yeye anaongea. Hizi ni sheria za wapi? Na ndio maana hata maandiko yanasema hivi, mwanamke usimnyime kipigo. Huyu anahitajika umpige. Yaani umpige hadi akili yake imkee sawa. Wewe Tami. Lakini mimi sio mke wake. Mimi ni mfanyakazi wake. Haya. Fanya kutoka hapo, maana unazidi tu kunichefua, na hisi kama kichefuchefu nitatapika muda wowote na sije nikakulukia hapo nikakulalua na makucha yangu shingoni. Toka. Toka, unanikodolea nini mimacho? Si umeambiwa uondoke? Ondoka. Toka. Nachoka mimi. Basi sawa. Kuhusu ule mzigo ulioniagiza, ushafika sehemu husika. Na wakati napatia ule mzigo, kulikuwa kuna mtu anatufuatilia. What? Kuna mtu alikuwa anakufuatilia? Unamaanisha nini Sebiga? Maana bado sijakuelewa kabisa, ni kama unazunguka mbuyu hivi. Hebu ongea nikuelewe. Madam, wakati nakabidhi ule mzigo, na yule mtu akaondoka, nikaanza kumove. Wakati na move, yule aliyokuwa ananifuatilia alikuwa nyuma yangu. Na mimi nikatumia ujanja wangu, nikajificha. Alipofika pale, akaanza kuangaza. Na mimi nikatokea nyuma yake nikamshika bega. Usitaki kuniambia kuwa unamjua mpaka kwa sura. Hebu naomba niambie haraka huyo mtu ni nani? Maana kama unazidi kunichachafia. Ni nani huyo mtu? Madam, ni mtu wako wa karibu sana. Ni mtu wangu wa karibu sawa. Nataka kumjua. Kwa sababu unamjua kwa sura na imani kabisa mpaka kwa jina unamjua. Ni nani huyo? Naomba niambie. Ni dada yako wa kazi. Inaonekana anajua vitu vingi sana kuhusu wewe. Kwa hiyo inabidi kuwa naye makini. Yaani mpango wako anaujua wote, na huenda hivyo vitu anafuatilia kimya sana. Kwa hiyo kuwa makini sana madam. Sebiga, unamaanisha unachokisema? Ndio. Asante sana kwa taarifa. Na nikuhakikishie tu kitu kimoja. Nitafanyia kazi ushauri wako. Na pia nimefurahi sana umefikisha mzigo wangu sehemu husika ambayo ilikuwa inahitajika. Na hisi tumeshamaliza mazungumzo. Unaweza ukaenda sasa. Basi sawa. Kuwa makini sana. Sawa. Leticia. Abe dada. Kuna kitu nataka nikuulize.
Hivi ikitokea labda wewe kuna mtu ambaye kwenye maisha yako anakosea kitu kimoja kila wakati, au anakuwa anafanya kosa ambalo umeshawahi kumkataza na bado analirudia, ungemfanya nini? Dada, hapo sasa inategemeana, ila kama ni mtoto itabidi tu muelekeze kwa maneno, na kama ikionekana hakuelewi unaweza ukachukua maamuzi hata ya kumchapa. Naweza nikamchapa? Ndio. Kwani kuna nini dada? Mbona unaniuliza hivyo? Vizuri. Hivi kwa nini kila ninapokuuliza vitu vyangu unapenda kunidanganya? Naomba nirudie kukuuliza hili swali. Ile siku kile kimfuko ulisema ulikitoa wapi vile? Dada, kuhusu mfuko si nilikujibu? Nilikwambia niliutoa uvunguni. Mbona nishakujibu hilo swali kabla? Na leo dukani ulisema umechelewa kwa sababu gani? Dada, lakini hilo swali pia nimekujibu. Nimekwambia dukani palikuwa pana foreni na ndio maana nimechelewa. Leticia, naomba unisikilize. Kwanza kabisa mimi sio mtoto mdogo. Na kama sio mtoto mdogo, nataka kuambiwa ukweli. Nataka uniambie kila kitu ambacho unakificha, kwa sababu unatumia nguvu kubwa sana kunidanganya. Na ingalikuwa unajua kabisa kuwa unanidanganya. Kwa nataka nijue mfuko uliutoa wapi, na nataka nijue leo dukani umechelewa kwa sababu gani. Kwa fanya haraka kuniambia ukweli. Dada, mimi hapo sasa sina kingine cha kueleza, kwa sababu kila kitu nimeshakwambia. Na unavyonilazimisha sijui niseme ukweli, basi hapo ndio itabidi nikudanganya ili uhisi kama nimesema ukweli. Mfuko mimi nilitoa ndani, na dukani nimechelewa palikuwa pana foreni. Sina kitu kingine. Sawa kama unasema ukweli. Lakini naomba tu nikwambie kitu kimoja. Siku ambayo nitaujua ukweli na nikajua kabisa uko tofauti na ukweli ambao unaniambia wewe, kwa maana hiyo ulikuwa unanidanganya, na kuhakikishia nitakata hayo masikio yako. Kukatana masikio? Kukatana masikio vipi tena? Hakuna kitu mume wangu. Sema tu kuna kitu nilikuwa namuelekeza hapa. Wow. Mke wangu bwana. Kwa hiyo kwa sababu unamhadisia hadithi ndio mnafikishana kwenye hadithi mpaka kukatana masikio? Eti Leticia, kwema? Ndio, tuko sawa. Dada tu alikuwa ananisimulia hadithi. Basi sawa. Mimi nimefurahi kusikia hivyo. Na nimeshangaa sana kumwona mke wangu leo anaosha vyombo. Kwa sababu tangu nimemuoa hivi vitu na yeye ni mbali. Hongera sana. Asante mume wangu. Lakini nafanya haya yote kwa sababu yako. Mimi nimefurahi sana mke wangu. Na hii ndio maana halisi ya familia. Natamani kuona amani inatawale kwenye familia yetu. Kwa sababu mama mwenye nyumba ukishirikiana na dada wa kazi, nyumba inataladadi na inakuwa yenye utukufu hali ya juu. Wale nimechoka sana. Nahitaji kwenda kupumzika. Acha niende chumbani kwangu nikapumzike. Sawa, haina shida. Atwendi? Tunaenda. Ngoja niweke ile bakuli. Uwe Kanoni wewe. Unataka kuniua au? Wewe Faida, una shida gani wewe? Yaani unanyapia unakuja nyuma yangu mpaka nafika nyumbani kama mhalifu vile. Unataka nini? Kanoni, mimi sio mhalifu. Si ushaona kabisa mimi ni Farida. Alafu ninavyosema hapo kwamba ni nyumbani kwako, hapa ni nyumbani kwetu sote. Au umesahau kama mimi na wewe ni mke na mume watarajiwa? Nyumbani kwako? Mke na mume? Kivipi? Mimi na wewe tumeshafunga kurasa. Hatuna mahusiano mimi na wewe. Na nimeshakwambia ni marufuku kuja nyumbani kwangu kwa namna yoyote ile bila ridhaa yangu. Kwa ukija hapa uwe na miadi na mimi. Make sure umewasiliana na mimi.
Huwezi kujibia taifa yoyote tu. Na unafahamu fika kwamba hapa ni nyumbani kwangu. Upasi kuja kama mhalifu. Kwa maana ukija kama mhalifu kuna siku nitakubomoa hicho kichwa, nikupiga na risasi. Kanoni, mimi na yeye hatujaachana. Mimi na yeye bado ni wapenzi, tena tunapendana sana tu. Na kingine, mimi nimekusubiri sana hapo nje. Na nyumbani kwetu mimi nimeaga naenda kwenye party ya rafiki yangu. Nimemwambia babangu nitarudi kesho asubuhi. Kwa hiyo hapa sasa. Nalala hapa nyumbani kwako leo, siendi popote. Unataka kulala nyumbani kwangu? Kivipi? Huwezi kulala nyumbani kwangu. Hakuna nafasi ya wewe kulala nyumbani kwangu na hauwezi. Marufuku kabisa kuongea maneno kama hayo. Kanoni, asa unavyoniambia nisilale hapa sasa hivi, mimi nitaenda hapa sasa hivi usiku mtoto wa kike? Au unataka nitembee mwenyewe sasa hivi? Anyway, nishapata majibu. Nyumba yangu ina vyumba vingi sana vya kulala. Na nafikiri nitakupatia chumba kimoja ambacho itabidi upumzike siku ya leo. Na kesho asubuhi, mapema sana, naomba uondoke nyumbani kwangu. Kwa hiyo, mimi nitalala chumba changu na utalala chumba chako. Tumeelewana? Mimi vyovyote tu utakavyofanya, lakini kikubwa tu nilale kwa mpenzi wangu. Mwanamke sio shida gani wewe? Unataka nini kwa maisha yangu kwani? Wazako wakiachwa na achika. Anyway. Tuingie ndani. Ningeshangaa sana askari mwadilifu kama wewe kweli shinde kunielewa. Haya mume wangu, tuanze tukalale au unasemaje babangu? Wewe, nimekuhusu mara moja tu kuingia ndani kwangu. Acha maneno mengi. Twende ndani. Karibu mali boss. Leticia. Abe. Nadhani sio kila mara zote unapompa mtu maji lazima upige magoti. Unatakiwa kuangalia baadhi ya sehemu zingine unakuwa unasimama tu. Hapana bosi. Kwa jinsi ambavyo mimi nimeelewa kijijini, ukimpatia mtu maji ni lazima upige magoti. Kwa sababu ukimpa mtu maji na ukasimama, hiyo inakuwa sio adabu. Isitoshe, wanaume mnatakiwa kuheshimiwa. Na kitu kingine wewe ni bosi wangu, kwa hiyo ni lazima nikupigie magoti. Nalijua hilo Leticia. Lakini sehemu zingine zinakuwa ni ngumu sana. Hasa ukiangalia kama hapa ndani kuna tiles. Kwa unavyopiga magoti kwa muda mrefu, unaweza kujikuta hata umejikwaruza kwenye magoti yako. Mimi ningetegemea sehemu zingine unapumzika. Kaa pale pale. Hapana bosi, mimi niko sawa. Na hata nikisema nikae pale, sio tabia nzuri kama nilivyosema hapo awali. Na ikitokea hata mamangu akifika hapa akakuta nimefanya kitu kama hicho, atanipiga sana kwa sababu sio tabia nzuri. Leticia bwana. Ni kweli kabisa unachokisema, nimekwambia nimekuelewa. Lakini mimi sioni sababu ya kila sehemu upige magoti. Hii kitu bwana inachosha. Sometimes unakuwa unaangalia sehemu zingine unakaa tu. Sisi ni ndugu yako, sisi ni familia yako. Kwa hiyo hatuwezi tukakutreat kama mnyama. Kwa mimi kama bosi wako naomba ukae pale tafadhali. Basi sawa. Asante sana bosi. Namna hiyo Leticia. Samani bosi. Alafu kuna taarifa nyingine nimeipata. Taarifa? Ni taarifa ipi hiyo? Ni Wewe Leticia wewe. Hiyo ni adabu ya wapi unampatia bosi wako maji afu kisha unakaa kwenye kiti? Mke wangu hajakaa tu, alikuwa amepiga magoti na mimi ndo nimemwambia kae kwa sababu naona kama hapa kwenye tiles ni pagumu sana. Na endapo atapiga magoti kwa muda mrefu anaweza taka kuaruzika magoti yake. Na ukiangalia sisi ni familia yake, sio kila sehemu lazima apige magoti. Mume wangu, hii sio adabu nzuri kabisa. Kwa sababu gani? Haiwezekani wewe unakunywa maji afu yeye kakaa hapo. Hayo maji yanakushuka vipi sasa? Halafu hiyo adabu yake ya kupiga magoti chini ndio leo mtoa nyumbani kwao kuja kufanya kazi hapa ndani.
Hasa iweje leo anaanza kukana kwenye viti mapema yote hii? Umeshaanza kuota mapembe? Mke wangu bwana. Lakini nimekwambia kwa hapo awali alikuwa amepiga magoti. Na mimi ndo nimemwambia akae pale. Na hapo awali alikuwa amepiga magoti hapa. Na hata hivyo sio lazima kila sehemu anapiga magoti. Huyu ni mwanadamu, anachoka. Kwa hiyo kama anachoka lazima sisi tumuonee huruma, sisi mabosi zake. Kwa hiyo nimemwambia apumzike tu. Na hili swala la kunywa maji lenyewe na dakika moja tu. Sio lazima akae amepiga magoti amenisimamia. Na especially mimi nikinywa maji huko mtu amenipiga magoti na shindwa hata kumeza. Yaani najisikia vibaya. Sisi tumeelewana? Wewe Leticia wewe. Hivi hiyo ni adabu ya wapi na umekubali kabisa eti umekaa hapo bosi wako anakunywa maji ukiwa umekaa? Dada, lakini mimi sijafanya makusudi. Shemeji ndo kaniambia nikae hapa na ndio maana nimekaa. Hivi wewe jamani, hujaribi ukajaribika na wewe? Mtu kakujaribu tu kidogo, kaa hapo. Mtu alikuwa anakutega basi na umeshategeka umekaa hapo. Hivi unajielewa kweli au unaelewa unachokifanya? Anyway, Leticia, mimi nadhani nimemaliza kunywa maji. Na unaweza ukachukua glasi ukaondoka. Sawa. Muda mwingine anachoka. Kwa lazima tumuelewe kama ni mwanadamu amechoka. Anachoka wapi? Yaani wewe anazuga tu hapo, hakuna anachokichoka chochote. Mbona mimi nafanya kazi lakini nimetoka kukunja nguo huko ndani ziko kibao, nimekunja mpaka nimetoka majasho lakini bado najikaza nimefika mpaka hapa. Yeye anachoka kitu gani? Pole. Hata hivi sasa unanifurahisha, unafanya sana kazi. Sema ndio hivyo tu. Kwa sababu mimi ni mwanamke, sasa nitaacha kufanya kazi mpaka lini? Ndio maana nimeona nifanye tu. Wow. Hongera. Asante. Naomba nilale hapa. Bila shaka.